Filamu yetu inafunguliwa ndani ya maabara tulivu. Mwanamume aliyevaa koti jeupe anatazama panya akipumua pumzi yake ya mwisho, akiwawa papo hapo na kemikali hatari. Tukio linaelekea kwenye metro yenye shughuli nyingi ya Kolkata, ambapo abiria mmoja anatafuta begi lake lililopotea kwa hamu. Katika umati, chupa ya maziwa ya mwanamke inateleza na kupasuka, ikitoa sumu isiyoonekana. Muda mfupi baadaye, kila abiria anaanguka. Treni inageuka kuwa kaburi. Miaka 2 baadaye, mwanamke mjamzito anayeitwa Vidya Bagchi anawasili Kolkata kutoka London. Mumewe, Arnab, alitoweka wakati wa safari ya kikazi hapa. Jiji linasherehekea Durga Puja, lakini macho ya Vidya yanatafuta uso mmoja tu. Mwenzi wake wa maisha, mtu aliyeahidi kurudi. Anaingia katika kituo cha polisi cha eneo hilo na kukutana na Inspekta Rana, afisa kijana na mwaminifu. Vidya anaelezea kwamba Arnab alikuwa mhandisi wa programu katika kituo cha kitaifa cha data. Alikuja India kwa kazi fupi lakini hakuwasiliana naye tena. Sasa, mtoto wake akikuwa ndani yake, ameazimia kumpata mwenyewe. Rana anamsaidia kutembelea nyumba ile ile ambayo inadaiwa Arnab alikaa, lakini usimamizi wa wafanyakazi unakataa kwamba hajawahi kutembelea hapo. Vidya anasisitiza kwamba anakumbuka kila undani, mapazia, kikombe cha chai, hata harufu hafifu ya chumba. Hata hivyo, hakuna rekodi ya kuwepo kwake. Akiwa tayari kukata tamaa, Vidya anakodisha chumba kile kile, akitarajia kupata dalili. Usiku, upweke unamsumbua sana. Machozi yanamtoka anaposhika picha ya Arnab. Faraja yake pekee ni mvulana mdogo anayeitwa Vishnu, mfanyakazi wa nyumbani mwenye tabasamu la fadhili. Utafutaji wa Vidya unapozidi, anakutana na Agnes, meneja wa HR katika kituo cha kitaifa cha data au net, lakini Agnes pia anakataa kumwajiri Arnab. Agnes anapoangalia picha yake, anasita, kisha anamtaja mtu anayefanana sana, mfanyakazi wa zamani anayeitwa Milan Damji. Miaka 2 iliyopita, Milan alitoweka bila dalili. Siku hiyo hiyo watu waliwawa katika treni ya chini ya ardhi. Utafutaji wa Vidya haukuwa umeisha, ulikuwa umechukua mkondo mweusi tu. Agnes, meneja wa HR katika NT, alikuwa amejaribu kupata rekodi za wafanyakazi wa zamani, lakini mfumo huo ulimkataa. Aliamini majibu yanaweza kuwa katika ofisi ya awali ya kampuni, ambapo faili za zamani zilikuwa bado zimehifadhiwa. Wakati huo huo, tunamwona mtu mkimya na rahisi anayeitwa Bob Biswas. Mchana, anafanya kazi kama wakala wa bima, usiku, ni muuaji wa mkataba. Bosi wake humkaripia kila mara kwa mauzo duni, lakini Bob hajali. Anasubiri shabaha yake inayofuata. Jioni hiyo hiyo Bob anapokea ujumbe mfupi wa maandishi usiojulikana na usiku huo, anamtembelea Agnes. Anamkaribisha kwa ukarimu, na ndani ya sekunde chache, Bob anatoa bastola iliyonyamazishwa na kumpiga risasi na kumuua. Kifo kimoja safi. Ulimwengu unafikiri Bob anauza sera. Ni wachache tu wanajua kwamba anauza kifo. Nani aliyemwajiri? Fumbo hilo litafichuka baadaye. Sasa tunamwona Bu Khan, afisa kutoka ofisi ya ujasusi. Anagundua kuwa kabla tu ya kufa, Agnes alikuwa amejaribu kufungua wasifu wa siri, mtu anayeitwa Milan Damji. Khan anakimbilia Kolkata na kumtafuta Vidya, mtu wa mwisho Agnes alizungumza naye. Vidya anashiriki kila kitu. Khan anasikiliza, kisha anamwambia, hakuna Milan Damji. Rudi London. Lakini macho ya Vidya hayasiti. Nitaenda, lakini na mume wangu tu, alijibu. Khan anamwonya aache kuingilia kati, huku Inspekta Rana bado anamsaidia kimya kimya, akitafuta vidokezo muhimu zaidi. Khan anapigandua. Kesi hii ni yetu sasa, anakabiliana nayo kwa ubaridi. Vidya anakumbuka maneno ya mwisho ya Agnes kuhusu ofisi ya zamani, na anaenda huko na Rana. Wakati huo huo, Bob Biswas alikuwa muuaji wa mkataba, anapata maagizo mapya, anaiba faili ya wafanyakazi ya Milan Damji kutoka jengo la zamani la ofisi. Ndani ya ofisi iliyoachwa, Vidya anapekua makabati yenye vumbi, na anapata faili. Mtazamo mmoja, na moyo wake unasimama, Milan Damji anafanana kabisa na Arnab. Yuaso Yuliyol, macho yel. Kabla hajaelewa chochote, Bob anaonekana na kushambulia. Vidya na Rana hawaendi na maisha yao. Wote wawili wanamkimbilia Khan na kumpa faili. Khan anachunguza picha na hatimaye anaongea, huyo si mumeo. Mwanamume huyu ni Milan Damji, wakala mkorofi. Miaka 2 iliyopita, alipanga na kupanga shambulio la gesi hatari katika metro ya treni ya Kolkata.
Khan anaelezea kwamba Milan Damji wakati mmoja alikuwa wakala wa serikali ambaye alibadilisha upande, akisaliti nchi yake. Watu wenye nguvu walimlinda. Khan anaonya, ukiendelea kucheza jukumu la upelelezi wa kibinafsi, utaishia kufa. Katika tukio la ufunguzi, mwanamume anayejaribu panya alikuwa Milan Damji. Hadi sasa, hakuna anayejua kama ni wanaume wawili au mmoja amevaa nyuso mbili. Ukweli huu unamgusa sana. Lakini Vidya anaendelea na utafutaji wake na Rana. Baadaye, anaposubiri treni ya metro, Bob anaonekana nyuma yake, anaisukuma kuelekea ukingoni wakati treni inapofika. Kwa mapigo ya moyo, kifo kiko umbali wa inchi moja. Kisha, kwa kushangaza, Bob anamrudisha nyuma na kusema, mji huu ni hatari. Ondoka kabla hajakamiza. Khan anapomwomba mkuu wake Bhaskaran afungue tena kesi ya Kapteni Pratap, ambayo hapo awali ilikuwa sehemu ya misheni ya operesheni, mradi mmoja ulioshindwa, na baada ya hapo Pratap aliondoka ofisini. Bhaskaran anasema kwa uchungu, haimaanishi kwamba tufunge ofisi nzima, na kumwambia Khan atoke chumbani. Sasa tunaona Kapteni Pratap anazungumza na Bhaskaran, sauti yake ikiwa nzito ya hatia. Uliniambia niwafundishe raia wa kawaida kuwa majenti bora wa ofisi. 2 walifanikiwa, lakini 3, Milan Damji, niliunda mnyama. Na mtu ndani ya ofisi yetu alimsaidia kutoroka. Nitakapompata msaliti huyo, nitarudi. Kurudi kwa Vidya, bado anapambana na fumbo hilo. Uwezekano 3 unamsumbua akilini mwake. Ama Arnab alimwacha, au Arnab ni Milan Damji, au wanafanana tu, na sura hiyo imemnasa mumewe hatarini. Kufuatia angwani katika faili la Milan, Vidya anafika nyumbani kwake, lakini ni tupu kabisa, imebuligwa no. Wakazi wa karibu na majirani, anagundua kwamba mwanamume aliyekuwa na mkoba alikuwa akitembelea Milan mara nyingi. Kidokezo hicho kinakuwa kiongozi wake mpya. Muda mfupi, anagundua kuwa kundi la damu la Milan ni nadra sana, aina ambayo batu huhifadhi katika benki za damu kwa dharura. Katika benki ya damu, anagundua kuwa mara ya mwisho damu hii ilitumika ilikuwa mpaka wa 2008, lakini hakuna rekodi ya nani aliyeipokea. Baadaye, mtoa taarifa mmoja wa polisi anafichua kwamba mwaka wa 2008 wanaume wawili walikutana katika kiwanda kilichotelekezwa, wote walipigana risasi na kufa. Lakini kulikuwa na mwanamume watatu, yule aliyeomba aina ya damu ya Milan. Kisha Vidya anaenda kukutana na daktari, ambaye alikuwa zamu usiku wa tukio hilo la kiwanda kilichotelekezwa. Anaahidi kuangalia rekodi, lakini kabla hajaweza, Bob Biswas anamtembelea. Akitabasamu kwa heshima, Bob anamsalimia daktari. Na kisha anampiga risasi kichwani sawa na Agnes, aliuawa na kufutwa. Vidya anagundua haraka kwamba mmoja wa wanaume waliokufa alikuwa mtoa taarifa wa polisi kutoka kwa kesi ya shambulio la metro, na mwingine, wakala wa serikali. Anaanza kuna uhusiano. Mteu anamzafisha mteu yeyote anayehusishwa na Milan Damji. Kadri siku zinavyopita, Inspekta Rana anaficha hisia zake, anaanza kumjali sana Vidya. Akijua ameolewa na ana mtoto. Mchana mmoja, anamkuta akifua vumbi nyumbani mwenyewe na kujitolea kusaidia. Vidya anatabasamu kidogo, hakuna haja. Siwezi kuvumilia vumbi. Inanifanya nisitulie. Baadaye Rana anamwambia, hakupata chochote kuhusu mtu wa 3. Vidya anashuku kuwa mtoa taarifa wa polisi alikuwa na taarifa muhimu kwa wakala, kitu ambacho Milan aligundua na kumlazimisha kuwaua wote wawili. Lakini ikiwa Milan alijeruhiwa katika ufyatulianaji risasi huo, alienda wapi kwa matibabu? Mwongozo wake unaofuata unamleta ana kwa ana na mtu ambaye alikuwa akitembelea nyumba ya Milan Damji, Bu Sridhar, afisa mkuu wa ufundi katika ND. Kinachomshtua zaidi ni kwamba Sridhar tayari ana picha yake. Bob Biswas anamfuatilia Vidya, na muda mfupi baada ya kupigwa risasi, Rana anaonekana akimuokoa kwa wakati unaofaa. Katika machafuko hayo, Bob anakimbia, lakini barabarani anagongwa na gari linaloenda kwa kasi, akifa papo hapo. Kutoka kwenye simu ya Bob, Rana anagundua kuwa picha zote zilizolengwa, ikiwa ni pamoja na ya Vidya, zilipakiwa kutoka kwenye tovuti iliyofichwa. Kwa kutumia ujuzi wake wa udukuzi, Vidya anafuatilia anwani ya IP iliyo nyuma yake, na tuhuma zake zinaonekana wazi. Chanzo kinaongoza moja kwa moja kwenye kompyuta ya Sridhar. Na anwani hiyo ya IP imempa Bob Biswas amri ya kumua. Vidya na Rana wanaamua kwenda ofisini kwa Sridhar, na ndani ya dakika chache,
alithibitisha kwamba kompyuta hiyo hiyo ilituma kila amri ya mauaji. Vidya anatembea kama radi, huku ofisi ya Sridhar imefungwa. Ananakili kila faili, ikiwa ni pamoja na kila folda iliyofichwa, ambayo hutuma ujumbe wa tahadhari kwenye simu ya Sridhar. Mfumo wake unafanya kazi na mtu anatumia. Anaogopa na kurudi ofisini haraka, lakini Vidya na Rana tayari wamefanya kazi yao kwa wakati. Sridhar anawafuatilia mara moja, kwa kuwafukuza katika njia nyembamba lakini yenye msongamano. Anamshinda Rana kwa ukali. Katika mapambano bastola yake inaanguka, Vidya anaikamata bila kufikiria. Risasi inalia. Sridhar anaanguka na kufa. Wakati huo huo Khan anawashili, akiwa na hasira. Tulimhitai akiwa hai. Ukweli unamgusa Vidya kama ngumi. Rana si polisi mwenye huruma tu. Anafanya kazi kwa Khan. BW Khan anafichua mpango mbaya. Wamekuwa wakimtafuta Milandamji kwa miaka miwili, wakishindwa. Alihitai mtu ambaye hakuna mtu angemshuku. Mke wa kigeni mfenyi hofu na mjito. Mwanamke mfenyi mume aliyepotea hata angaliwa. Khan anasema, kwa ukali na baridi. Vidya anatambua kuwa ametumiwa na Khan na Rana. Khan anambamuru adhunke masine ya Sridhar tena. Akiwa amesitasita na akitamani sana kupata risasi yoyote kutoka kwa mumewe Arnab, Vidya anakubali. Ndani ya faili anapata kamba iliyosimbwa. Baada ya kuibadilisha, nambari ya simu inaonekana ya Bhaskaran. Khan anamwambia ampigie simu na kusema uongo, dai kwamba alipata hati na karatasi kutoka kwa kompyuta ya Sridhar zinazoonyesha jina lako. Katika kipindi badala nisari kumpata wangu. Bhaskaran kata simu akisema kwamba timu ya eneo inaweza kukusaidia kibinafsi, siwezi kufanya chochote. Bhaskaran ndiye wa mwisho kumfikia Arnab Milan. Lakini kilichoshangaza ni kwamba baada ya kukata simu, anapokea simu nyingine kutoka kwa nambari isiyojulikana, iyo kutoka kwa Milandamji. Sauti yake ni kali, ukitaka kumuona mumeo akiwa hai, subiri simu yangu inayofuata. Khan anasema kwa ubaridi mtoa habari aliyemtambua Milan lazima anjamasizwe, hata kama itagharimu maisha ya Vidya. Ikimaanisha mtu yeyote anayeiona Milan lazima auawe. Rana anapogundua hili anampinga Khan, lakini jibu la Khan ni la chuma, tunafanya hivyo kwa ajili ya nchi. Ujumbe unapokea Vavakaki na Mehali. Mahali ambapo sherehe na Mungu wa kike Durga itafanyika, wanawake wote wakiwa wamevaa gauni moja karibu na mto, nyekundu na nyeupe. Vidya akiwa amevaa sari sawa, akikunia huzuni kuwa hariri, na anaingia kwenye sherehe. Akihangaika na waabudu, lakini kwa ujumbe wa ghafla anamvuta kwenye barabara tupu tulivu. Hapo, mwishoni mwa barabara hiyo, Milandamji anasubiri. Hadai pesa au silaha, anaomba karatasi. Nipe ninachotaka, anasema, nami nitakuambia mumeo yuko wapi. Vidya hana kitu ila ujasiri wake. Akijibu anasema, hutawahi kumrudisha mume wangu. Milandamji anahisi mtego na anageuka kuondoka. Kwa kukata tamaa, anamshika. Milan anageuka kuwa mkatili na kumpiga teke Vidya kwa nguvu tumboni. Anaanguka akihema, maumivu yakimtoka mwilini. Lakini mara tu anapoinua bunduki yake kumaliza, mkono wa Vidya unaotetemeka unamnyoshea tumbo lake na anararua tumbo lake bandia. Milan anaganda, mshtuko unamjia machoni. Huzuni ya Vidya inageuka kuwa hasira. Kwa kasi ya radi, anamchoma mguu na shingo yake kwa makali ya nywele zake zilizolowa. Milan anarudi nyuma kwa kigugumizi, akitokwa na damu, akijaribu kukimbia, lakini Vidya, akiwa mtulivu na sahihi kama muuaji aliyefunzwa, anachagua bunduki na kufyatua risasi. Risasi moja baada ya nyingine. Hadithi ya Milandamji inaishia hapo hapo. Tunaposikia miimbo ya umati na kuabudu jina la Mungu wa kike Durga karibu, Vidya anaingia kwa haraka hadi kwa wenyeji ambapo hakuna mtu anayeweza kujitambulisha, akiacha bahasha ndogo tu iliyoandikwa kwa Rana, asante. Khan anaingia kwa kasi, akiwa na hasira na kuchanganyikiwa, lakini amepotea miongoni mwa mamia ya wanawake waliovaa gauni jekundu na jeupe. Wote wanaonekana sawa, alama za Mungu wa kike Durga, na Khan anatambua kwamba hakumjua kweli Vidya Bagchi alikuwa nani. Rana anatabasamu kwa upole, bwana, Vidya alikuwa hadithi. Rana anapotembelea chumba chake cha hoteli, ukweli unafichuka. Hadithi iliyotolewa na Vidya ni udanganyifu na hadithi ya kubuni, kuhusu familia yake au kuhusu mjomba wa Arnab, au shule ya watoto, na muhimu zaidi kuhusu mumewe aliyepotea Arnab. Hadithi zote ni za kubuni. Vidya alikuwa amejenga udanganyifu kamili.
Kila kidokezo, kila chozi, kila neno, sehemu ya mpango wake. Khan anaagiza alama za vidole, lakini Rana anatikisa kichwa. Hakuna haja. Alisafisha kila kitu, si kwa mazoea, bali kujifuta. Khan anauliza, basi mumewe alikuwa nani? Rana anajibu, kwa njia ile ile uliyomwambia kwamba Milan haipo, alikuambia hadithi yake mwenyewe. Vidya na Arnab hawakuwa wa kweli. Hakuwahi kuwa mjamzito. Alitutumia kufika Milan. Baasaina kalamuja kuingilia, iliyohaa usaidi dhidi ya Bhaskaran. Yote ni wazi sasa. Vidya hakuwahi kuwa mwathirika, alikuwa haki kwa kujificha. Na kisha hadithi inafichua, mumewe Vidya, Arup Basu, alikuwa afisa wa ofisi ya ujasusi. Alikuwa mtu yule yule aliyewawa katika shambulio la gesi la Metro Kolkata. Malan Dai Eli Huzika. Arup Basu alikuwa mmoja wa maafisa waliofunzwa na Kapteni Pratap, mkewe halisi. Vidya aliwapoteza mumewe na mtoto ambaye hajazaliwa siku hiyo hiyo. Akijilaumu kwa kifo chake, yeye na kapteni walipanga mpango. Angekuwa Vidya Bagchi, mwanamke mjamzito mwenye huzuni, na kumsaka Milan Damji. Kisasi chake kimekamilika. Mkewe alifanya kile ambacho hata mfumo haungeweza. Lakini huzuni ya kumpoteza yeye na mtoto wao haitafifia kamwe. Hata hivyo, anatembea mbele, akiwa na nguvu na kimya. Misheni yake imekamilika. Bhaskaran amekamatwa. Milan, Sridhar wametoweka. Familia za waathiriwa wa Metro hatimaye zinapata haki. Kila mtu alifikiri alikuwa akimtafuta mumewe. Lakini kwa kweli, kila mtu alikuwa sehemu ya mpango wake. Hivi ndivyo hadithi inavyoisha, safari ya mwanamke kutoka huzuni hadi madarakani, kutoka hasara hadi haki. Ikiwa moyo wako ulisema tu, inashangaza, basi bonyeza kitufe cha kupenda sasa. Asante kwa kutazama, na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo utunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe